Habari zenu ndugu zangu wa Kongomani, mimi ni Hussein Kubwa na hii ni Congo News hapa Cleveland, Ohio, Marekani. Hili ni jukwaa la Waswahili wa Kongo. Kama we ni Mkongomani unaisikia lugha ya Kiswahili, basi utakuwa umefanya kitu kizuri sana kusapoti ndugu yako Mswahili, Mkongomani, kuyachanganua yale ambayo yanayoendelea nchini kwetu DRC, pamoja na yale ya Wakongomani wanaoishi hapa Marekani, Kanada, Australia na sehemu mbalimbali. Hapa tunaongelea yale ambayo yanayohusu nchi yetu pamoja na wananchi wetu. Nimekuja niongee na ndugu zangu kuhusiana na hali halisi inayoendelea huko nchini Goma. Tukumbuke kwamba baada ya yale machafuko, mauaji, vita ambavyo vinavyoendelea Kongo sasa hivi, vilianza kupamba moto kabisa kwenye mji wa Goma. Mji wa Goma ndo mji ambao uliokumbwa na mauaji mengi sana huko DRC. Na sasa hivi tunavyoongea, huu mji upo kwenye mikono ya waasi. Huu mji unaongozwa kwa mifumo ambayo imetengenezwa na Corneille Nangaa ambaye amejiunga na waasi wa Rwanda kuja kuisumbua nchi yetu, kuja kuibia nchi yetu mali kama sisi wote tunavyojua. Na mtu mwingine anaweza akasema kwamba mbona Goma kuna Wakongomani halisi ambao wapo pale. Unajua, ukishakuwa unaishi eneo umejenga, kuna mauwanja, kuna mashamba, ndo kuna maisha yako, inakuwa ni ngumu mtu kuchukua maamuzi ya kuhama. Lakini mimi kama mzalendo, mimi kama Mkongomani ninayependa wananchi wa taifa langu, ningewashauri kama kuna uwezo wa Wakongomani ambao wapo Goma, ambao ni wazalendo kabisa kama mimi, wanaonisikiliza, kutafuta njia wanayoijua kuondoka haya maeneo. Haya maeneo yapo kwenye mikono ya waasi 100%. Haya maeneo yanaongozwa na mbinu za rais wa Rwanda Kagame. Hapa ndipo kuna kila kitu ambacho kinatusababisha vurugu ambazo zinazoendelea maeneo mengine kama Nord Kivu na huko Sud Kivu na Fizi nzima. Hapa ndipo kuna makao makuu yao. Hapa ndipo ambapo wanapotumia kuingiza vifaa, kila kitu ambacho tunachokijua ambacho kinasababisha vurugu, madroni, kila kitu kipo hapa. Na kiongozi wao Corneille Nangaa amejificha hapa, na kutoka hapa itakuwa ni ngumu, kwa maana na yeye hawezi akatoka haya maeneo hivi hivi, kwa sababu hili ndio eneo ambalo wanaliandaa kuwa kama makao makuu. Unajua lengo la hawa waasi ni kutaka kuigawa nchi yetu mara mbili. Wamejaribu muda mrefu, na ndio maana ukiangalia hivi vita ambavyo vipo Kongo vinakuwa vinaegemea huu upande wa Nord Kivu na Sud Kivu, ambapo ni haya maeneo ya Fizi. Na kwa nini? Tujiulize. Haya ni kati ya maeneo ambapo kunapatikana madini mengi sana ya Kongo. Rasilimali nyingi huwa zinatokea huu upande wa Kongo. Sasa hilo ndo sababu kubwa ambalo linalowafanya mataifa tofauti tofauti yakiungana na Rwanda. Usizani kama hivi vita ambavyo vinaendelea Kongo ni kwamba hawa M23 wana nguvu nyingi sana, au sisi Wakongomani hatuiwezi hii vita. Kwanza ikumbuke kwamba vita sasa hivi sio tu kuwa na silaha au sio tu kuwa na watu wengi. Hapana, unaweza ukawa na watu wengi lakini ukiwatumia vibaya utapoteza vita. Unaweza ukawa una silaha nyingi lakini ukitumia silaha zako vibaya unaweza ukanyang'anywa hizo silaha na ukapoteza vita. Kwa hiyo rais ambaye upo madarakani sasa hivi, kama ninavyowaambia kila video, anatumia diplomacy, anatumia diplomatic system kupambana na Kagame na mbinu zake ambazo anazotumia. Sasa wewe unaweza ukasema kwamba mbinu ambazo anazozitumia Tshisekedi mbona hazifanikishi? Masuala ya diplomacy yanachukua time, yanachukua muda mwingi sana ili kukamilisha huu mchakato, kwa sababu kuna mikataba, kuna masuala ya katiba ambayo inawapa uhalali hawa watu. Na hivyo Kongo ni nchi ambayo inayotumia demokrasia, na demokrasia inaruhusu mtu hata kama hana haki ya kujitetea, ya kuunda chama au ya kusapoti chama anachokitaka, kwa sababu
Kongo hii ambayo tunayoongozwa na Tshisekedi inaingia kwenye distraction kubwa sana, kwa sababu hata hao wapinzani nao wanataka kupata nafasi ya kuingia kuchukua dola. Kwa hiyo wapinzani au vyama vingine ambavyo vipo hapa Kongo navyo vinaunga mkono hichi ambacho hawa M23 wanachokipigania, lakini kwa maslahi yao tofauti na haya ambayo wanayopigania watu ambao wanasababisha vurugu nchini kwetu. Sasa wewe kama sio mwerevu, unaweza ukasema kwamba rais hakuna chochote anachokifanya, rais ana mambo mengi ambayo anajihusisha nayo tofauti ya kuangalia ndugu zetu ambao wanauawa. Ni kweli huku ambako kuna vita tunapoteza ndugu zetu wengi sana, lakini je, rais anatakiwa afanye nini ili kuhakikisha hii vita imeisha? Kwa sababu hii vita siyo ya kutuliza. Hii ni vita inatakiwa imalizwe, iishe na isirudi tena, kwa sababu ukiangalia hii vita sio ya leo wala kesho. Hii vita imeanza muda mrefu sana. Hii vita ambayo inaendelea huko haijaanza kipindi Tshisekedi ameingia madarakani. Hii vita imeanza kipindi Kabila mwenyewe yupo madarakani. Tumeanza kupoteza ndugu zetu muda mrefu sana mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hii ni mbinu ambayo huwa inatumika huku kwa sababu ya hizi rasilimali ambazo zipo huku kwenye mikataba ambayo Rwanda ameisaini. Rwanda amejipa uraia ambao ni haramu, ambapo ukiangalia kwenye katiba ambayo iliyopo sasa hivi inawasapoti hawa watu kuendelea kufanya hicho wanachokifanya. Sasa hii mikataba angalia nchi ni yetu, lakini mikataba ambayo ilienda kusainiwa huku Washington, ambapo nyinyi mmesema Marekani amefanya nini kuhusiana na mkataba ambao Tshisekedi ameenda kusaini huko Washington. Sasa tujiulize swali moja, hii nchi ni ya kwetu sisi. Iweje sasa Kagame anakuja huku Washington kuja kusaini mikataba? Hilo ndio swali ambalo tungetakiwa kujiuliza mimi na wewe. Hii ina maana kwamba hawa waasi ambao wameuteka huu mji wa Goma au haya makundi ambayo yanayosababisha vifo huku DRC Fizi, ambapo ndugu zetu wanauawa, wanaongozwa na serikali ya Rwanda. Hii ni vita ambayo Kongo inapambana na Rwanda, ambapo kuna siasa ambayo inayofanyika kwamba kuna wakongomani ambao ni Wanyarwanda kisheria. Tshisekedi amekiona hicho kitu muda mrefu sana, na hata hivyo hayo ni mapepa ambayo yaliandikwa na mikataba ipo, ambayo Kabila ambaye aliyokuwepo madarakani ndiye ambaye anayesupport hizi movement akiungana na serikali ambayo ni ya Rwanda. Sisi wote tunajua hawa ambao wanaoua ndugu zetu ni kikundi, ni makundi ambayo yanayopewa nguvu na serikali ya Rwanda. Watu wanapewa hela, watu wanapewa silaha, watu wanapewa mbinu, na hata hivyo kuna mafunzo ambayo huwa yanafanyika huko Rwanda, na hivyo wanaingiza watu kuja kusapoti hivi vita mara kwa mara. Na ndio maana unaweza ukasema kwamba mbona hao watu huwa waishi? Watu tunatangaza watu wameuawa, kuna mkuu wao ameisha, lakini wanatengeneza mkuu mwingine. Kuna mtu ambaye ameibuka na nguvu, anasumbua, ana vikundi tofauti tofauti, baadaye ukikimaliza hicho kikundi kingine kimezalika. Haya ni masuala ambayo yana hasili nchi yetu bila wale ambao wana uelewa kuelewa. Hata mimi siwezi nikasema kama nina uelewa mkubwa sana, lakini haya mimi ninayoyatoa ni yale ambayo ninayoyatathmini baada ya kusikia wengine watu wanaongea kwenye lugha ya Kifaransa na lugha zingine tofauti tofauti. Sasa hii vita ambayo inayoendelea huku Goma maeneo mengi hapa ya wakongomani ambao ni ndugu zetu mnanisikiliza sasa hivi, hii vita ina muda mrefu sana, haikuanza leo. Na hii siasa ambayo inayofanyika huko ipo hapo Goma. Kwa hiyo ninyi ambao mnaokaa hapo Goma mnatakiwa muwe makini sana, kwa sababu kiangalia hata hao ambao walionekana wanaandamana ni wakongomani wengine kabisa. Unajua hawa ni ndugu zetu. Hawa watu wamekuwa compromised, hawa watu ambao wameingizwa kwenye chaka ambalo hawawezi wakatoka. Ukiishi maeneo ya Goma inabidi ukubaliane na kile ambacho utakachoambiwa. Mkiambiwa fungeni maduka hapa, mtafunga maduka, maana serikali haipo hapa. Serikali ya Kongo haipo hapa. Hapa kuna serikali ambayo imetengenezwa upya, masuala ya kodi, madai
masuala ya viwanja, masuala ya biashara yanaongozwa na watu wengine. Kwa hiyo mkiwa mnafanya biashara zenu, natakiwa muwe makini hapa Goma. Hapa Goma si sehemu salama kwa wakongomani ambao mnaoipenda nchi, wazalendo, hamtaki hilo eneo lichukuliwe. Hiyo sio sehemu salama. Lakini siwezi nikashauri nyinyi tena mfanye maamuzi ambayo hamuyapendi. Mkiwa mnakaa hapo, mjue kwamba hii sehemu ipo kwenye uongozi wa waasi, maadui zetu. Kwa hiyo ukikaa ujue hapo unakaa na maadui, na ujifunze jinsi gani unaweza ukaishi na adui yako, ili chochote kile kibaya kisije kikakutokea. Hichi ndio kitu ambacho nataka kuongea na ndugu zangu wa Kongomani ambao mnaoishi hapo Goma. Sio sehemu salama kwa vijana. Vijana hapa watawafosi kujifunza masuala ya vita, mtaingizwa kwenye jeshi la waasi, mtafanya kazi kama mnavyoelekezwa, mtatembelea kile ambacho kimewekwa hapo. Kama ni masuala ya uendeshaji, usafiri, kodi ambazo zitakazopangwa hapo zitakusanywa na hawa ambao ni wasimamizi. Unaona? Hapo Kabila anaingia hapo, lakini Kabila ni mtu ambaye amepewa sanction. Hawezi kaenda Kinshasa bila mipango ambayo yeye itampa unafua yeye kurudi salama kwenda kufanya mazungumzo. Maana serikali imeita mazungumzo kwa yule yote ambaye anayetaka kuzungumzia kuhusiana na mabadiliko. Wao wameleta masharti. Hiyo ina maana hichi ni kikundi ambacho kipo tofauti na kile ambacho wakongomani wanachokitaka. Shida sio Tshisekedi kuwa madarakani. Shida ni system ambayo inayotumika na katiba na sheria ambazo zipo hapa zinawaruhusu hawa watu kujitanua, kuenjoy maisha, kufanya chochote wanachokitaka hapo Goma. Na ukiangalia vizuri huku ambako vita inakuwa inashamili mara kwa mara ni maeneo ambayo yapo karibu na mipaka. Huku ni mpakani Goma. Kuna sehemu Goma ukikaa pale unaona Rwanda ile. Kwa kuna watu hapa wanapitishwa kwenye haya mageti ya mipaka. Kuna watu wanatoka Goma wanaingia Rwanda kwenda kufanya biashara na wanakuja kulala Rwanda. Na kuna watu wanaenda kufanya biashara Rwanda na wanakuja kulala Goma. Hili ni eneo ambalo linakumbwa na system ambazo zinazoisumbua nchi yetu. Kwa hiyo yoyote mkongomani ambaye ni mzalendo anayeishi ya maeneo ya Goma inatakiwa uishi kwa umakini sana. Usiwe mtu wa kuongea. Na hata hivyo kuna information ambazo unaweza kaonekana unazitoa zikakuletea matatizo. Kuna swala mbaya ambalo au swala la kizalendo ambalo unaweza kuwa unazungumzia wewe mwenyewe, lakini hilo swala likapelekwa kwa wao ambao wanaoongoza hayo maeneo, ukaingizwa kwenye shida, ukafungwa, ukauawa, ukapotezwa. Kwa hiyo wakongomani mnaoishi Goma, nafikiri mpo sawa kama tunavyowauliza. Kuna hali ambayo ipo shwari kwa sasa hivi, lakini zamani ilikuwa ipo shwari, maana risasi hapo zimelia, watu wameuawa kipindi wanakuja kuyateka haya maeneo. Kumbukeni kwamba haya maeneo yalichukuliwa kwa nguvu, kwa silaha, kwa mtutu wa bunduki. Sasa amani ya East ya Kongo inaanza kwa kubadilisha katiba ya nchi na kutengeneza vijana ambao watakuwa ni wazalendo, ambao watakuwa wapo kwenye system ambayo ilikuwa ikiongozwa na Kabila. Unajua Kabila na watu wake kwenye nchi hii wengi sana ambao wanaomtetea kwenye vyombo vya habari, kwenye jeshi hilo ambalo linaloongozwa na Tshisekedi. Kuna watu ambao wanao support ile movement ili waweke mtu ambaye anayeweza kufanya yale ambayo wanayoyataka, ili awape nafasi watu wengine ambao hawana nafasi. Kwa sababu Tshisekedi hivi alivyo madarakani ataweka watu ambao anajua anaweza akafanya nao kazi. Mwingine rais akiingia na kundi lake ambalo atakalodiingiza. Hayo ndio masuala ya siasa kwako. Lakini wanasiasa huwa hawajali nini ambacho kinachoendelea field, wananchi wanatesekaje, wananchi wanapungua kiasi gani, wananchi wanahangaika kiasi gani. Hiyo sio business ya wananchi ambayo wanakuwa nayo. Lakini ukiangalia sisi wakongomani inabidi tumsupport Tshisekedi, maana ndiye ambaye anaonekana kwamba anaweza kasaidia nchi kwenye hatua ndogo zile ambazo anazozifanya. Na huo mkataba ambao uliotaka kujaribu kusaini ulikuwa ni kumtoa Nyarwanda au kutoa haya makundi
kwa kutoa haya makundi ambayo yanayoua watu hapa Goma na Kongo nzima, ili warudi huko Rwanda ambapo walipotoka. Ndo maana ya zile saini ambazo tuliziona. Sasa ili watoke, hawatotoka leo, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinavyowakingia kifua na wao wana submit. Haya ni mapepa ambayo yamesainiwa. Kama wewe ukienda kusaini karatasi, wao wakileta contradiction au wakileta kitu ambacho kipo tofauti, itakuwa ni ngumu sana Marekani kuja kuelewa. Na ukikumbuka Marekani sasa hivi ipo kwenye mchakato ambao ni wa vita, ambapo wanapambana na Iran. Marekani ipo kwenye vitu vingi. Marekani ipo kwenye vita ambayo inayoendelea kati ya Putin na Ukraine. Kwa hiyo Marekani huwa na vitu vingi sana, lakini system hizi ambazo anazozifanyaga zinachukua muda. Marekani huwa ina uwezo wa kumuua mtu ambaye anayekataa kile ambacho amekiambiwa, na hivyo ametoa sanction kwa Corneille Nangaa. Na ndio maana unaona joto ni kubwa sana huko Rwanda kwa kile ambacho anachokijaribu rais wetu. Hii ndo diplomacy ambayo anaitumia rais wa Kongo, na hii diplomacy inaomba muda, kwa sababu kile ambacho kimetengenezwa kwa muda mrefu na Kagame sio kitu rahisi sana kukitoa kwenye mistari ambayo imewekwa pale. Maana ikumbukwe kwamba hii mikataba ambayo ilienda kusainiwa huko na rais wetu ilikuwepo, na aliyekuwa ambaye amepewa fedha ya kupewa silaha, ya kupewa uhalali wa kupora hizi mali, makampuni ya kusafirisha hivi vitu yapo huko Rwanda. Walikuwa wanatumia makaratasi hayo ambayo yalikuwa ni makubaliano ya Kabila ambaye alikuwa madarakani zamani na rais wa Rwanda Kagame, ambapo walifikiri kwamba Tshisekedi atafuata kile ambacho walichoelewana. Tshisekedi akaanza njia tofauti kupambana nao. Sasa haya mapambano sio madogo. Haya mapambano yanaomba ujasiri na uvumilivu. Watu wanapotea ni kweli, lakini kusitisha haya mapambano kulingana na matakwa ya hawa ambao wapo huku Goma ni mwanzo tena wa vita nyingine. Ni mwanzo tena wa kukosesha wananchi wetu amani na uhuru na maendeleo ya kweli. Kwa hiyo Wakongomani tu wavumilivu kwa hichi ambacho kinachoendelea nyumbani kwetu, na tusupport